Karibu msikilizaji na mtazamaji wa 49 Media. Leo nitaenda kufundisha mbinu rahisi za kutokomeza kunguni ndani ya nyumba yako. Cha kufanya, subscribe na utani on notification na usikilize video hii mpaka mwisho ili uweze kujifunza. Nina vitu vitatu ambavyo ukivitumia kiufanisi, kiufasaha, utaweza kutokomeza kunguni ndani ya nyumba yako kabisa. Nisikilize kwa umakini. Kunguni ni wadudu wadogo wanaoishi kwenye vitanda, magodoro na sofa na sehemu mbalimbali za nyumba. Wadudu hawa huwasumbua sana watu wakati wa usiku kwa kuwauma na kusababisha muwasho na maumivu pamoja na kukosa usingizi kabisa. Watu wengi hupata shida kubwa kuwatokomeza kwa sababu kunguni huzaliana kwa haraka sana na kujificha sehemu ndogo sana ndani ya nyumba. Habari njema ni kwamba kuna njia rahisi na za kawaida ambazo zinaweza kusaidia kupunguza au kuwatokomeza kunguni bila kutumia dawa za gharama kubwa. Baadhi ya njia hizo hutumia vitu ambavyo mara nyingi vinapatikana kirahisi nyumbani. Katika makala hii tutazungumzia mbinu 3 muhimu ambazo ni matumizi, chumvi, sabuni ya unga na mafuta ya taa. Namba 1 kabisa ni chumvi. Chumvi ni moja ya vitu vinavyopatikana kwa urahisi katika nyumba nyingi. Watu wengi hufahamu chumvi kama kiungo cha chakula, lakini pia inaweza kusaidia kupambana na baadhi ya wadudu wadogo kama kunguni. Chumvi ina uwezo wa kusaidia kuharibu mazingira ya kunguni na kufanya wadudu hawa washindwe kuishi kwa muda mrefu. Unapotumia chumvi katika maeneo ambayo kunguni hujificha, inaweza kusaidia kupunguza idadi yao taratibu. Njia ya kutumia chumvi ni rahisi sana. Kwanza kabisa, unatakiwa kusafisha eneo ambalo unahisi kuna kunguni, hasa kwenye pembe za kitanda, chini ya godoro na kwenye sofa au kwenye nyufa za sakafu na kuta. Baada ya kusafisha vizuri, unaweza kunyunyiza chumvi kidogo katika maeneo hayo. Chumvi inapowekwa katika sehemu ambazo kunguni hupita mara kwa mara, inaweza kusaidia kupunguza uwezekano wa wadudu hao kuendelea kuishi au kuzaliana katika eneo hilo. Ni muhimu kurudia kufanya hivyo mara kwa mara ili kuongeza ufanisi wake. Pia inashauriwa kuosha mashuka na nguo za kitandani mara kwa mara kwa maji ya moto ili kuondoa kunguni na mayai yao. Kuchanganya usafi wa nyumba na matumizi ya chumvi kunaweza kusaidia sana kupunguza tatizo la kunguni. Namba 2 ni sabuni ya unga. Sabuni ya unga ni bidhaa nyingine ambayo hutumika sana nyumbani kwa ajili ya kufulia nguo. Mbali na matumizi hayo ya kawaida, sabuni ya unga inaweza kusaidia pia katika kupambana na wadudu wadogo kama kunguni. Sabuni ya unga ina kemikali ambazo zinaweza kuathiri wadudu na kufanya washindwe kuishi kwa mazingira yaliyosafishwa kwa sabuni hiyo. Sabuni pia husaidia kuondoa uchafu na harufu ambazo zinaweza kuvutia wadudu. Njia ya kutumia sabuni ya unga ni kuchanganya sabuni hiyo na maji katika chombo kisha kutengeneza maji yenye sabuni. Baada ya hapo, unaweza kutumia maji hayo kusafisha sehemu mbalimbali za nyumba kama sakafu, pembe za chumba, miguu ya kitanda na sofa na maeneo ambayo kunguni hujificha. Pia unaweza kutumia maji ya sabuni kufua mashuka, foronya na blanketi mara kwa mara. Usafi huu husaidia sana kupunguza kunguni kwa sababu wadudu hawa hupenda sehemu zenye joto na uchafu. Ni vizuri kufanya usafi wa nyumba mara kwa mara kwa kutumia sabuni ya unga ili kuhakikisha kunguni hawapati mazingira mazuri ya kuishi na kuzaliana. Kadiri nyumba inavyokuwa safi, ndivyo inavyokuwa vigumu kwa kunguni kuendelea kuenea. Namba 3
ni matumizi ya mafuta ya taa. Mafuta ya taa ni moja ya vitu vilivyokuwa vikitumika sana zamani kwa ajili ya taa na matumizi mengine ya nyumbani. Watu wengi pia wamekuwa wakitumia mafuta ya taa kama njia ya kupunguza au kuondoa wadudu mbalimbali wakiwemo kunguni. Mafuta ya taa yana harufu kali ambayo wadudu wengi hawapendi. Harufu hiyo inaweza kufanya kunguni washindwe kukaa kwenye maeneo yaliyowekwa mafuta hayo. Ndiyo sababu baadhi ya watu hutumia mafuta ya taa kama mbinu ya kuzuia kunguni kuenea zaidi ndani ya nyumba. Njia ya kutumia mafuta ya taa ni kuchukua kiasi kidogo cha mafuta hayo na kuyapaka katika maeneo ambayo kunguni hupatikana mara nyingi, kama pembe za kitanda, nyufa za sakafu na miguu ya kitanda au sehemu za sofa. Ni muhimu kutumia mafuta ya taa kwa uangalifu mkubwa na kwa kiasi kidogo na kwa kuhakikisha chumba kina hewa ya kutosha. Pia ni vyema kuepuka kumwaga mafuta mengi ili kuepuka harufu kali au usumbufu mwingi ndani ya nyumba. Unapochanganya njia hii na usafi wa mara kwa mara wa nyumba pamoja na kufua mashuka kwa maji ya moto, inaweza kusaidia sana kupunguza kunguni kwa kiwango kikubwa. Njia ya mwisho kabisa, tafuta chombo chako kisafi kama sufuria au bakuli zuri safi. Tia chumvi ya kutosha, kisha tia sabuni ya unga ya kutosha, kisha uchanganye mchanganyiko vizuri. Baada ya hapo, tia mafuta ya taa ya kutosha. Koroga mpaka unga wa sabuni pamoja na chumvi vikolee katika mafuta hayo. Baada ya hapo, tia kwenye kidasani mchanganyiko huo. Halafu kwenye mfuniko wa chupa ya dasani toboa matobo ya kutosha. Kisha mchanganyiko wako nenda ukanyunyize sehemu ambazo unahisi kunguni wako wapo. Nyunyiza kila sehemu. Hakikisha umechanganya mchanganyiko mwingi wa kutosha kwa ajili ya kumwagiza sehemu ambazo kunguni hupatikana. Baada ya hapo ukimaliza, utaufuatilia uone kinachoendelea. Cha kufanya, usisahau kusubscribe na kutani on notification kwa ajili ya video inayofuata. Asante.